La leo ilikuwa ni zoezi la kutoa motisha au zawadi kwa shule zilizofanya vizuri kwenye mtihani wa taifa hasa kidato cha 4. Katika utoaji wa zawadi hiyo kumekuwepo na makundi 6. Kundi la kwanza ni kwa shule zile zilizopata matokeo au wanafunzi waliopata daraja la kwanza. Kundi la pili ni shule zilizojitokeza kuwa shule 5 bora katika mtihani wa kidato cha 4 mwaka jana 2024. Kundi la tatu ni shule ambazo zimejirudia mara 2 katika kundi 5. Kundi la 4 ni shule ambazo zimeondoa alama 0 kwenye somo la hisabati. Na lingine kundi la mwisho ni kundi la 6 ambalo ni kwa wale ambao wanasimamia shule, miundombinu ya shule pia na kubadilisha mazingira kuwa mazuri katika shule hizo. Kwa ufupi, tumeona ni vyema tufanye hivyo ili kuwatia motisha walimu kuendelea kusimamia mitihani, kusimamia matokeo au faulu, pia kuendelea kuboresha miundombinu ya shule. Tunategemea kwa kutoa zawadi hiyo inaweza kupelekea kwa motisha kwa wao au kwa wakuu wa shule kuendelea kusimamia mikakati na hatimaye kupata matokeo mazuri katika mtihani wa mwaka 2025. Kimsingi leo tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2025 tumeona kuwa na siku nzuri sana ya kikao cha wadau ambacho kiliambatana pamoja na kutoa motisha kwa walimu na shule zinazofanya vizuri katika mitihani ya mwaka 2024. Mitihani hiyo tulikuwa na mitihani ya upimaji darasa la 4 na kidato cha 2, lakini tulikuwa na mitihani ya kumaliza elimu ya msingi, tulikuwa na mitihani ya kidato cha 4 na kidato cha 6. Mnamo tarehe 13 mwezi Disemba mwaka 2023, halmashauri ya Kakonko ilialika wadau mbalimbali na kuona namna ambavyo tunaweza kufanya vizuri na kupata matokeo bora, kwa sababu mwaka 2022 halmashauri ya Kakonko kwa mitihani yote karibu tulikuwa ni wa mwisho. Lakini tulipokaa kile kikao, wadau tukakubaliana kwamba moja kwa mkakati, kila baada ya matokeo tunakaa na kufanya tathmini wapi tunakwama na nini tunafanya, lakini pia tuwamotishe wale wanaofanya vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa upande wa mitihani ya darasa la 7, halmashauri ya Kakonko iliweza kuongeza ufaulu kutoka 64% kwenda 73%, na ni halmashauri pekee kwa mkoa wa Kigoma ambayo iliongeza ufaulu. Halmashauri zingine zote zilishusha ufaulu. Lakini pia kwa kidato cha 2, cha 4 na cha 6 tumekuwa miongoni mwa halmashauri zilizo bora. Kwa hiyo kama kawaida yetu tumekutana wadau hapa ili kwanza kuona tulienenda kwa namna gani, changamoto gani, namna zile changamoto kuzigeuza fursa, ili kuona tendo la ujifunzaji na ufundishaji linakwenda vizuri. Tunawashukuru wadau mbalimbali tulioalika, wameshirikiana nasi katika kujadili mambo mbalimbali, lakini wameshirikiana na sisi kutoa motisha. Motisha tuko katika makundi yafuatayo. Kwa shule za msingi, kwanza tulizitambua shule 10 bora zilizofanya vizuri katika mtihani wa kumaliza elimu ya msingi. Lakini kundi la pili la zawadi lilikuwa shule zile ambazo zimeingia kwenye ubora kwa mara ya pili. Maana tunapotambua shule 10, kuna shule 3 ambazo zimejirudia. Mwaka jana 2023 zilikuwa bora na 2024 zimekuwa bora. Lakini zawadi kundi la 3 tumezitambua shule ambazo zilitoa watoto walioenda shule maalum, special schools. Tumepeleka mtoto Kibaha, tumepeleka mwanafunzi Tabora Boys na tumepeleka Tabora Girls. Lakini pia tukaja tukatambua shule ambazo tunafahamu ufaulu mzuri ni daraja A, ndio unaofanya halmashauri au shule iende mbele. Shule ambayo ilikuwa na daraja A nyingi katika masomo yake yote 6, nazo tulizitambua 5. Lakini mwisho tulitambua mwalimu au walimu waliosimamia ujenzi wa miundombinu iliyoleta na serikali vizuri, ilikamilika kwa wakati, na wengine walibakiza mpaka change na wakafanya kitu cha ziada. Kwa mfano, waliongeza ofisi, waliweka
umeme wa sola. Sisi wote ni mashahidi kwamba tuna shule moja iko kilomita 127 inaitwa Nyakibiru, ni shule ambayo iko porini sana, lakini pamoja nayo mwalimu alifanikiwa katika milioni 110 za nyumba, alikamilisha ujenzi kwa milioni 90 na akaomba matumizi, apewe kibali ya matumizi ya milioni 20, na shule hii sasa hivi ukienda ni sawa na mjini, ameweka sola nyumba za walimu, ameweka sola madarasani. Kwa hiyo kimsingi kikao hiki kilikuwa ni kupitia mafanikio, changamoto ili kufikia mafanikio, na tulipopitia pia tumejipanga kwa upya na tumekuja na slogan kwamba Kakonko ni ya kwanza na inawezekana. Na hasa baada ya majadiliano ya leo na jinsi ambavyo mkurugenzi mtendaji amejipanga kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya, tunaomba wilaya zingine wajipange vizuri. Ndani mwake mwa mikakati mmoja wapo tumegundua kwamba walimu wakisikia changamoto na kutatuliwa kwa wakati, lakini wakipewa motisha wanaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo leo hii mkurugenzi mtendaji ameahidi walimu kuwapeleka ziara wakaone miradi ya mikakati ambayo Mheshimiwa Rais Mama Samia anaitekeleza, kwa maana kwamba SGR, kwa amewaahidi kwamba mwezi wa 5 Mungu akitupa uzima, walimu hao lazima waende wakaione Tanzania kwamba nini kinatekelezeka, ili na wao wanaporudi katika shule wawe mabalozi wazuri kwamba Tanzania haijasimama, wao waendelee kupiga kazi na nchi inaendelea kuwaona na nchi itaendelea kutoa fursa kwa kadri inavyowezekana. Lakini kingine ambacho napenda kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni pamoja na serikali kutambua manunguniko ya walimu. Mojawapo ilikuwa ni upandaji wa madaraja. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais mama yetu mpendwa. Swala la madaraja mama limetoa tija kubwa kwa walimu, limewafanya walimu waanze kwa upya, wanafanya kazi kama wenda wazimu kwa kujua kwamba mshahara wake sasa hivi hauna matatizo. Lakini tumeendelea kutatua changamoto ndogo ndogo, ikiwemo kulipa fedha za nauli kwa wakati, kulipa fedha za nauli za uhamisho kwa kadri tunapopata, kwa kadri kwa kadri budget tunavyoipanga. Kwa wito wangu sisi kama wasimamizi wa taasisi, sisi kama wasimamizi wa sekta katika halmashauri yoyote, tusijiangalie sisi, tuangalie wale tunaofanya nao kazi, wana changamoto gani, uichukue changamoto hiyo. Kama iko juu yako, basi ifikishe mahali kwa wakati. Walimu anafarijika sana ukichukua tatizo lako ukisema mimi siliwezi, tusubiri mkurugenzi, na mkurugenzi wetu amekuwa mbele sana. Hata pangekuwa na foleni mlangoni kwake, akimwona mwalimu lazima muite kama mwalimu, njoo nikutatue tatizo, ili mwalimu arudi kufanya kazi kwa wakati. Wito wangu kwa wazazi, wanaona namna ambavyo serikali inapambana kutoa matokeo mema. Mwaka tumepeleka wanafunzi 45 nje ya wilaya ya Kakonko, lakini tumewapeleka Kakonko Girls, shule yetu teule, wanafunzi 100. Tumefungua shule ya wavulana, baada ya kuona wavulana wanakuwa wanyonge, inaitwa Kakonko Boys, tumepeleka wanafunzi 135. Tuwaombe wazazi, elimu ni ukombozi. Kuifungua Kakonko ni pamoja na wao kutusaidia, na hasa swala la chakula, swala la mahudhurio shuleni, ili mwanafunzi atulie au mwalimu atulie shuleni, basi wao hakikisha kwamba wanatuletea wanafunzi shuleni, libaki eneo la sisi kuwasimamia walimu. Lakini swala la chakula, wakati huu sisi Kakonko tunavuna mazao msimu huu, tunawahimiza wachangie chakula ili watoto watulie shuleni, wawe na kazi moja, wanakula alafu wanasoma, kwa sababu kimsingi wataalamu na hata nyinyi mashahidi, ukiwa na njaa ubongo haufanyi kazi. Lakini shule hizi ambazo tumeziona tunatoka bora, ukizifuatilia wazazi wamechangia chakula na mwaka mzima wamekula chakula. Kwa chakula kina matokeo makubwa sana. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba kila mdau kwenye eneo lake, mtu wa dini, mzee maarufu, waheshimiwa madiwani, kila mmoja akitekeleza kwa nafasi yake, Kakonko kwa ya kwanza inawezekana kabisa.